Ya leo tunaenda kuangazia kitu ambacho kitakusaidia wewe mjasiriamali ambaye unapenda sana kusafirisha mizigo yako kutoka taifa la China kuja Tanzania katika njia ya nini? Katika njia ya meli. Sasa leo nakupatia strategies ambayo itakusaidia wewe kuweza kuepuka gharama ya VAT. Kuna makampuni baadhi ya usafirishaji, baada ya kusafirisha mzigo wako kutoka China kuja Tanzania, sawa, wanachaji na gharama za VAT. Sawa. Sasa naenda kukuonesha namna gani wanavyofanya chaji ya hizo gharama za VAT na jinsi gani unaweza kuyaepuka. Twende pamoja. Sasa mfano umeagiza mzigo wako ulikuwa ni wa hand. Mfano ulikuwa umeagiza mzigo wa shoes wa viatu. Mzigo wa viatu ambao ulikuwa umechukua isi kwamba ilikuwa ina mzigo huo baada ya kupackage ulikuwa na kilogram ngapi? Ulikuwa una kilogram 3.5 kilogram huo mzigo wa viatu. Sasa wanachajije gharama za usafirishaji? Tushajifunza ile letters, ngoja nikumbushie. Huu ni mzigo wa kawaida, normal. Huu ni mzigo wa kawaida. Mzigo wa kawaida ili waweze kupata gharama za usafirishaji wanafanya hivi, wanapitia kwenye hii relation ambayo inasema 1 kilogram. Mzigo ambao una kilogram moja wanausafirisha kwa gharama ya $12. Mzigo wa kawaida. Mzigo ambao sio kawaida wanasafirisha kwa gharama ya $4 per kilogram. Sasa huu ni mzigo wa normal. Shoes ni normal loads. Sawa? Kwa hiyo hapo itakuwa ni 12. Sorry, hapo itakuwa ni 3.5 kilogram. Sawa? Je, itakuwa ni dola kiasi gani? Tutazidisha. Kwa hiyo tunatafuta dollars, maana kwamba kiasi cha fedha ambacho tutachajiwa na ile kampuni ya usafirishaji baada ya kusafirisha mzigo wetu wa viatu ambao una kilogram 3.5. Kwa hiyo tuweze kupata kiasi cha dola, kutachukua ni 12 times 3.5. Kwa itakuwa ni 12 times 3.5. Ukizidisha hii mathematically, ukizidisha hii kwa haraka utapata ni 42. Ngoja ni confirm. 12 times 42. Kwa hiyo ndio kiasi cha dola ambacho wewe utachajiwa na hiyo kampuni ya usafirishaji. Ambacho hichi kiasi cha dola ili uweze kuchange into shillings unaangalia rate ya dola ya sasa. Lakini kila cargo wana rate yao ya dola. So utaniuliza kwa nini? Nitaenda kujibia katika next video. Sawa? Kwa hiyo $1, kampuni nyingi sana za usafirishaji huwa zina sema ni sawa na 2,000 ngapi? 700 into katika shillings, Tanzania shillings. Kwa hiyo utachukua huyu $42 times ya hapo. Kwa hiyo hapo ukichukua 42, kwa utachukua 42 unazidisha kwa 2,000 ngapi? 700, ambao utapata 113,400 Tanzania shillings. Kwa hichi ndio kiasi cha fedha ambacho wewe utakilipia kwenye kampuni ya usafirishaji ambayo itakusafirishia mzigo wako kutoka China kuja Tanzania
ambao mzigo huo utakuwa ni wa viatu au ni mzigo ambao utakuwa wa kawaida ambao una kilogramu 3.5. Kwa hiyo ni makampuni machache ambayo yana include hela ya VAT ambayo ni 18% ya hii gharama ya usafirishaji. Wanafanya hivi, wanachukua hiyo, wanasema kwamba 18% mara ukizidisha hapo itachukua ni 18 mara tugawe kwa ngapi? Kwa 100. Kwa itakuwa ni 20,412. Hii ndio fedha ambayo utailipia ya VAT. Utalipia hela ya VAT. Wewe mwenyewe utalipia hela ya VAT. Sio kampuni ndio inalipa hela ya VAT. Wewe ndio utalipia hela ya VAT. Kwa hiyo utakuwa ni hii plus this one. Kwa total amount ambayo wewe utailipia hapo itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni sawa. Kwenye hapo itakuwa ni 1,33,812. Hii ndio fedha ambayo wewe utailipia. Sio kwa makampuni yote, ni kwa kampuni ambayo ni baadhi. Hii ndio fedha ambayo utailipia wewe. Kwa kuwa makini sana, utapompata agent wa kampuni ya usafirishaji ambao ni kwa njia ya ndege, muulize kwamba zile fees ambazo zinazitoa wao zimeinclude na hela ya VAT au hela ya VAT iko pembeni. Kwa kama imeinclude na hela ya VAT, wewe utaishia kutoa hii hapa kiasi cha fedha. Maana humu ndani wenyewe wao watatoa 18% ili waweze kulipa serikali. Ila baadhi ya kago zingine hii 18% hii unailipa wewe, alafu inakuwa bado ni ya kwao. So be careful sana. So kwa tips kama hizi za masuala ya usafirishaji wa bidhaa kutoka China kuja Tanzania, usite kufollow YouTube, Facebook kwa jina la Sir Lukman. Kwa tips hii itakusaidia wewe kuweza kuepuka hiyo 18% ngapi? 18% ya VAT. Thanks. Prepared by Sir Lukman's Thinking Deep Deeper.